Ibana, mambo vipi? Karibu tena, ni time nyingine tena tunakutana hapa. Nimeona kupitia mitandao kijamii, kupitia video ambayo imepostiwa na mbunge wa Kigoma mjini na msanii pia Baba Levo, akitoa taarifa ya kwamba msanii Shilole amepata ajali jana usiku wakati alikuwa anatoka Kigoma kurudi Dodoma. Njiani akagonga ng'ombe, then hali yake amesema kwamba atatoa taarifa zaidi kwamba hali yake ipoje, lakini amelazwa hospitali huko Tabora. Na kupitia video hii kuna vitu vingi sana nimeviona hapa, comment za Watanzania, vijana wa Gen Z. Kumbuka Shilole ni miongoni mwa wahanga kupitia vurugu za Oktoba 29 ambapo ofisi yake ya Shishi Food ilipigwa moto. And then baada ya hapo pia akaongea vitu vingi sana, na tumeona sasa hivi hapa katikati mvutano ambao upo kati ya vijana Gen Z pamoja na wasanii, vijana wa Kigoma kabisa kutoa support kwa wasanii, au sio? Sasa kupitia posti hii ya Baba Levo nimeona comment nyingi sana za vijana, na comment hizi nyingi bana, kusema kweli sio poa. Kuna la kujifunza hapa kwa wasanii na watu wengine wengi sana. Kumbuka this time around kumekuwa na issue moja ikitokea, kwa mfano polisi wakipata ajali basi watu watafurahia kinoma noma. Ikitokea kuna mwanasiasa mkapoteza maisha pia utaona watu wanafurahia kinoma noma. Sasa hii issue ya Shilole pia naona hapa comment nyingi watu wakifurahia Shilole kupata ajali, au sio? Tutapitia hapa comment za Watanzania, wadau, vijana wa Gen Z wana maoni gani kufuatia taarifa hii ambayo imetolewa na Baba Levo. Baba Levo baada ya kuposti video za gari ameandika hapa kwamba jana usiku dada yangu Shilole alipokuwa anatoka Kigoma kurudi Dodoma alipata ajali ya gari aina ya Alphard baada ya kugonga ng'ombe maeneo ya Maragalasi. Tunafuatilia afya yake kwa karibu, kwa sasa anaendelea kupata matibabu Tabora, au sio? Sasa tupitie comments hapa za vijana wa Gen Z, lakini pia afya ya Shilole kusogezea taarifa hapa pale ambapo watu wake wa karibu kama Baba Levo pia kama atatoa update kuhusu afya yake. Huyu wa kwanza anasema kwamba vipi ng'ombe wamenusurika? Huyu anauliza kwamba ng'ombe wamenusurika, so ameona kwamba uhai wa mtu hauna maana kabisa, lakini anauliza kuhusu ng'ombe. Sasa nimekuambia kwamba vijana wa Gen Z still bado wana hasira kubwa mno na wasanii ambao kwa namna moja ama nyingine wamonekana hawako upande wa wananchi, au sio? Huyu mwingine pia kauliza hapa kwamba vipi hali ya ng'ombe, akaka pia emoji za kumwaga machozi. Na huyu mwingine pia akasema kwamba vipi kuhusu hali ya ng'ombe, ni mzima na anaendeleaje? Lakini pia mwingine akasema kwamba vipi kuhusu hali ya ng'ombe, na mwingine pia akasema kwamba Mungu ikikupendeza mchukue tu. Huyu ni mtu mwingine pia kwamba Mungu ikimpendeza amchukue tu, na mwingine pia akasema kwamba huyu angerudi mavumbini tu, hakika wa Tanzania tungefurahi sana. Sasa wewe nimekuambia kwamba vijana sasa hivi bwana hawana shobo tena na wasanii, au sio? Lakini pia huyu mwingine comment ya kwanza niseme naiona hapa, anaitwa MC Mrope, anasema kwamba Mungu amsaidie. Lakini pia mwingine akasema kwamba Mungu amsimamie arudi kwenye hali yake. Lakini pia mwingine akasema kwamba Mungu ikikupendeza tusaidie na huyu nenda naye, au sio? Mwingine pia akasema kwamba rest in peace Diego Jota. Kumbuka Diego Jota alipata ajali pia, au sio? Akapoteza maisha. Lakini pia mwingine akasema kwamba acha tushukuru kwa hiki kidogo ambacho tumekipata. Lakini pia mwingine akasema kwamba kwani yeye anashinda wale waliokufa kwa maandamano, afe tu. Lakini pia mwingine akasema kwamba pole sana ng'ombe wa watu, sijui umepona. So of course comment ni nyingi sana, comment ni nyingi kinoma noma. Watu ukiangalia, nimesema wasanii wana kitu cha kujifunza pia kupitia hiki ambacho kimehappen this time around Tanzania na kinachoendelea. Vijana wa Gen Z ambao wamekuwa kisupport kwa kiasi kikubwa mno kazi za wasanii, wamepevuka, wamekuwa kiakili, wanajua hiki ni kitu sawa, lakini pia hiki sio kitu sawa. Wasanii wamekuwa wakifumbia macho, kikaa kimya pale ambapo mambo ambayo yanagusa jamii yamekuwa kitokea. Of course tumeona kuanzia vurugu za tarehe 29 Oktoba hapo katikati, stuff like that. So tuachie maoni yako na tutakuhabarisha hapa pia tukipata update zaidi kwamba hali yake Shilole inaendeleaje. Lakini pia tuachie maoni yako hapo, na kubwa zaidi tumuombe Shilole aweze kupona kutokana na ajali hii ambayo imetokea usiku kwa mkia leo. Kaa karibu nasi hapa kila wakati, tutakujuza nini kinaendelea.